weni dhahabu, weni asali, pendi zitabu za kukubali, vae hijabu, sende kusali. My name is Nasty Mami, you are watching Dizorova TV. Usisahau kusubscribe. Hapana, si kakaangu. Nikaenda pale, akasikia sauti yangu, akasema ni nzuri. Hapana, mimi si Zuchu bana. Siku ya kwanza niliogopa. Unajua kuogopa, niliogopa sana. Mimi nampenda Mishi, official Mishi. Mungu anampenda sana kumwangalia. Hata ningeenda kwa producer lazima nitaweka nyimbo za Mishi nisikilize. Na mimi nikakubali, na penye sasa nafikia alhamdulillah, siwezi muacha. Namjua, kwa nini nisimjue? Safiro ni wa nani? Echo 254. Safiro ni wa Echo 254. Nasikia wameachana. Sijui. Ngoja mimi si mbea. Yo, bwana mambo vipi, inakuaje? Kama kawaida mimi najulikana kama Dizorova na unaangalia pa Dizorova TV. Leo bwana kwenye exclusive interview nimepatana na bonge la star pia mwanadada ambaye anakisanua sana maeneo fulani huku ya Bamburi Kisauni. Huku Bamburi Kisauni bwana nimetembea, anthem wanamuita Zuchu wa Bamburi. Sijui imekaaje. Niko naye hapa, anaitwa Nasty Mami. Anaua sana katika mitandao ya kijamii pale, ngoma zake zinafanya vizuri sana. Nasty Mami, kwa mara ya kwanza uko live pale Dizorova TV. Niambie umejisikiaje kupata na mimi hapa leo? Najisi furaha na sikutarajia. Au kutarajia? Sikutarajia kabisa. Mimi nilimcheki manager wako ndio akaniambia ngoja nipige connection alafu uweze kupata na Nasty Mami muweze kuwa interview moja bomba sana. So mimi mwenyewe nimefurahi sana kuonana na wewe for the first time na unafanya vizuri sana. Hongera sana. Asante. Mimi nataka sasa uniambie, kwa sababu sio madada wengi wa mjini hawaingii sana katika hizi sanaa, lakini leo wewe nimekuona umezama mzima na unafanya project ambazo zimekuwa zinaenda sana. Hivi ni nini ambacho kimekusukuma kuingia katika game, ikiwa madada wengi ambao wengi ni wakubwa zako wameanza game wameshindwa, Nasty Mami amekuja na kasi ni kubwa sana? Hebu tuambie ni kitu gani ambacho kimekusukuma ukaingia kwenye game? Kuingia kwenye muziki si rahisi na si ngumu. Kwangu mimi hata sijui niliingia vipi. Yaani nilijikuta tu naimba hivyo. Lakini pia nashukuru kwa kwenye time nafika pia. Asante kwa manager wangu kwa kunifikisha mbali pia. Japokuwa naanza lakini namshukuru sana. Safi sana. Katika zile ngoma zako zote ambazo zimefanya, kuna ile video ambayo kidogo imekuwa na mapokezi makubwa sana katika mitandao ya kijamii, na ndio ambayo pia imenifanya mimi kukutafuta, na video production imeangaliwa pale, imekuwa ni quality, imetulia kabisa. Mimi nataka uniambie sasa, yule kashuti nani kwa zile video? Ni producer. Isa. Mswazi Records. Mswazi Records. So zile ngoma zako zote yana produce Mswazi Records? Yeye ndio yanisimamia. So Mswazi Records ndo producer, ndo manager kabisa? Yeye ndo producer, yeye ndo manager, yeye ndo anasimamia kila kitu. Yeye pia ndo kashoot video? Yeye mwenyewe pia. Mswazi Records aisee, manager anafanya kazi kubwa sana kwa huyu mwanadada. Sasa wewe na manager huyo mna uhusiano gani? Labda ni kaka yako, ni ndugu yako hivyo? Hapana, si kakaangu. Ni yeye ndo alinitafuta. Na mimi yani sikumuonyesha dharau, nikaenda. Nikamwambia mimi sijui kuimba, akaniambia waeza. Kwa nini wajishusha na hata bado hujajaribu? Nikamwambia sawa, nitajaribu huko kuimba tu, nitajaribu japokuwa sijawahi kuimba. Sawa. Nikaenda pale, akasikia sauti yangu, akasema ni nzuri, akaniambia niimbe, nikaimba na ndio hivyo sasa. Na wale ambao sasa wanakuita Zuchu wa Kisauni, wewe unawaambiaje? Wewe kweli ni Zuchu wa Kisauni ama ni vipi? Hapana, mimi si Zuchu bana. Na sasa kama wanakufananisha na Zuchu, wewe hauko proud, yani ujisikii kwamba uko proud bwana, wao wananiita Zuchu wa Kisauni mimi, na mimi ni Nasty Mami? Sisikii vibaya kwa sababu Zuchu pia ni msanii. Na nampenda, napenda kusikiza nyimbo zake. Kwa hivyo mtu akiniita hivyo pia nasikia raha hivyo.
Safi sana. Mimi leo bwana nimejaribu kuja location hapa. Kuna ngoma ambayo wewe unataka kushoot saa hii. Vizuri sana na nataka nijue sasa katika baadhi ya zile project ambazo umeshafanya so far, nimeona pale kuna ngoma ya Forever, kuna ngoma ya Wambea, si ndio? Na kuna Ninga. Tukiongelea ile Ninga. Mafua kichwa inauma kamwili homa, hawezi vutika kaujachoma, wanasubiri kuiona na hiyo ndio maana. Ni kitu mwenye kwanza mashairi unaandika mwenyewe, una produce, unaandika mwenyewe mashairi, lyrics. Kwa Ninga ni nyimbo yenye ambayo ilikuwa naanza. Hiyo niliandikiwa Ninga. Hiyo ndio nyimbo yangu ya kwanza kutoa na kurecord studio, ndio nyimbo yangu ya kwanza niliandikiwa. Hizi nyingine tutasaidiana na kuandikiwa na watu wengine hivyo. Na wakati for the first time unaingia studio pale, unaingia kwenye booth, unavaa zile headphone pale, mic iko mbele yako pale, unaweka zile vocal. Na baada ya kuweka vocal ukaambia ngoma hii hapa umeisikia. Baada ya kuisikia tu ni kitu gani ambacho umekifeel wewe kwenye, ama ulifikiria nini? Umefeel nini na ukafikiria nini baada ile project tu kwamba for the first time mimi nimerekodi ngoma na ndio hii hapa naisikiza katika masikio yangu? Ama ulijiona star sasa baada kwamba Hapana, sikujiona star. Siku ya kwanza niliogopa. Unajua kuogopa, niliogopa sana. Lakini producer akaniambia usiogope, vitu vya kawaida. Japo kwa mara ya kwanza utazoea. Sasa nikiingia studio, huwa najifeel yani niko kwa music, huwa naimba tu hivyo, nafurahi. Nikisoma hivi kwa mic huwa nafurahi sana. Huwa naimba vizuri. Nimekubali bwana, kuna sound fulani ambayo kidogo inapigwa sana kule Bongo, ile singeli fulani hivi, lakini nimeona umeondoka na lile dude. Wewe pamoja na Simple Kenya, msee fulani kutoka 001 hivi. Mtoto ananisifu kwamba na dunia nampa maradufu bila kuitisha, nimekuwa kama kidange cha Panadol, kila napohisi vibaya nampa usiku ni yake, mchana ni yake. Bonga la ngoma ambalo la singeli fulani hivi ambalo limeondoka. Hebu niambie kwanza ile combination yako wewe na yule jamaa pale, mpaka mkaingia studio mkarekodi, mkaenda location mkashoot video mpaka ngoma ikaondoka. Yule jamaa ukimwongelea Simple Kenya ni jamaa wa aina gani? Katika kuwa naye tu kwa muda mrefu au muda mfupi tu kwenye studio mpaka mkaenda kwa shoot na ngoma pia? Simple ni jamaa poa, ana nyimbo zake. Mimi nampenda venye yaimba vizuri. Hata hiyo Wambea alikuja akamfuata producer akasema mimi nitakutoa nyimbo moja na Mami. Producer hakukataa, maana yake ni msanii wake wa kitambo pia, yarekodi hapo sana. Akaketi chini akaandika Wambea, akaniambia mimi nitaka uweke hii sauti. Mimi sikukataa, maana yake producer anasema niimbe, mimi siwezi kataa. Ikabidi niimbe. So yeye ndo alitaka kufanya hiyo ngoma na wewe? Na mimi pia alikuwa nataka pia nifanye na yeye. So pia wewe uliridhia tu kama mmoja tu? Mimi niliridhia. Safi sana. So far Nasty Mami ni msanii gani wa kike ambaye unamuona hapa Coast kwamba unamfuatilia ama unasikiza ngoma zake? Msanii wa Coast mimi nampenda Mishi, Official Mishi. Mishi Babe. Mishi Babe. Napenda nyimbo zake sana. So unapenda ngoma za Mishi. Mishi amefanya ngoma juzi hapa na alikuwa video king, alikuwa Bekaruga pale ndani. Nadhani kama ushapata na hiyo video yake ya Mishi, si? Kiama vizuri sana. So unaifuatilia ngoma yote na unafuatilia matukio yote ya Mishi? Mimi nampenda sana kumwangalia. Hata ningeenda kwa producer lazima niteka nyimbo za Mishi nisikilize. Safi sana. So Mishi right now anakuangalia pale live ndani ya Dizorova TV. Una kipi cha kumwambia Mishi pale live ukiangalia kamera pale? Mishi mimi nakupenda sana, napenda unavyoimba. Nataka siku moja pia mimi nipige collab na wewe hivyo. Mishi yeye shamfikia kabisa. Niko na Nasty Mami hapa. Amesema one day yani umpe tu collaboration itakuwa umembless pakubwa sana. So Mishi ndio labda msanii wako namba 1 ambaye unamsikiza sana sasa hivi? Sana, nampenda sana wallahi. Okay, hiyo ni fresh sana. So tukiongelea Mswazi Records ama tukiongelea records ambayo wewe unafanya nao kazi pale, na umesema kwamba uko under the management. So kuna mkataba ambao labda umeandikishiana na management yako wakati unafanya kazi pale? Bado hatujaandikishana lakini tutataka kuandikishana. So mkataba utakuja na utasign mkataba? Nitasign. Na right now maybe
ukio kuna mtu ambaye anataka kuwekeza hela kwenye mziki wako, aseme bwana, mimi Nasty nimependa unavyoimba, mimi naomba tu usogee karibu na mimi tuweze kufanya kazi, achana na management tunayofanya kazi, njoo tuwekeze mpunga tufanye kazi. Uko tayari ama bado utakuwa umebezi sana katika kufanya production na watu wako ambao umeanza na mwanzo? Siwezi kubali kwa sababu mimi ingelikuwa si producer au wasingenijua. Sasa nawezaje kumwacha producer wangu wa kwanza alafu nyingine kwa mwingine? Kwa hivyo sema hapa umeshikilia tu pale pale. Kwa sababu yeye ndo alinifuata, akataka zifanye kazi na mimi nikakubali, na penye sasa nafikia alhamdulillah, siwezi muacha. Safi sana. Tuongelee kidogo content creation. Kuna hawa wasanii ambao wanafanya hizi content creation, ma TikToker wengi sana. Ushai kama labda umefanya ngoma yako, alafu kuna celebrity fulani kaondoka na ile sound, ukapata mtu kakupigia simu akamwambia Nasty mami bana, ngoma yako imefanywa sound na celebrity fulani ama TikToker fulani. Ushai kama na hiyo issue? Bado, manake si ndo zimeproduce, zinitolewa juzi TikTok. Lakini sio mjua Tumi. Tumi nilikuwa nataka nipige naye nini contact, ndio akasema njoo, wajua ninajua kwao, si ndio yake Mishi. Sasa najua kwao, akasema njoo kwetu tuje tufanye. Nikamwambia sasa ngipata time nitakuja. Hivyo. Ndugu yake na Mishi yule. So sasa kumbe hiyo correction na Mishi iko hapa, labda uangalie uongozi ndio unapeleka malalamiko kule au ni vipi? Mpaka uongozi. Sasa nizaje kuninini tayari. Siwezi jipeleka mwenyewe. So unafuata zile protocols. Zaweza kwa unaongea na Mishi lakini uweze kumwambia management ndio iingie kati, kila kitu kiwe chonjo, sio? Mpaka management iingie kati ndio vitu vingine vifuate. Nakubali sana. Okay, sasa tuongelee content creation. Kuna Jimbo Media. Nadhani ushailisikia jina la Jimbo Media au ushai kusikia content creators ambao wanafanya kazi Jimbo Media? Na kina Bujra Mohamed, Mama Madikodiko, kina Bekaruga, Sofironi. Wanafuatilia pia TikTok. Hata Sofironi kwa hiyo mjui? Namjua, kwa nini nisimjue? Sofironi wa nani? Echo 254. Sofironi wa Echo 254. Nasikia wameachana. Sijui. Hoja mimi si mbea. Si mbea sana kufuatilia mambo ya watu. Lakini wewe wajua ni Sofi na Echo 254. Na mimi sasa nakupia za ndani kwamba wameachana. Ile penzi yeye walichukuliaje? Mimi naomba tu warudiane, maana yake kwa mpendezana hivyo. Mimi nilikuwa napenda nino zao wakawa pamoja. Safi sana. So tumuongelee Nasty mami, hivi single ama ready to mingle ama engaged? Siwezi kuambia jamani. Kama nina mume ama nina boyfriend ama Uwezi tuambie? Sasa niambieni hata ukazi. Kuna mastapa, kuna fans pale ambao wanataka watambue labda Nasty mami bwana mtu wake labda yuko tayari. Watu kuniambia zile DM TikTok, Instagram, hawaingii pale wanaume kukudm pale Nasty mami hi nyingi azingi. Ku DM moto na ni DM lakini bado astaki mwanzo. Unazisoma? Nasoma zote. Nasoma baadhi. Unajibu? Nyingine najibu, nyingine sijibu. Na nyingine unamuonyesha manager bwana hawa anasema hivi. Saa zingine wanamuonyesha huo. Na yasemaje? Wao yasema sitaki usumbuliwe, nitaongea nao. So hataki usumbuliwe, nataka ufanye kazi tu. Ufanye kazi. Sijajua kazi tena. Safi sana. So far kwa yule ambaye anakutazama pale live ndani ya Dizorova TV, mashabiki wako pale unawaambia nini ili tuweze kuondoka? Mimi naambia nawapenda sana mashabiki zangu. Na kadri miaka inavyosonga ama siku zinavyosonga, tutafanya kazi nzuri zaidi. Msisahau kunifuatilia kwenye YouTube channel yangu. Nawapenda sana. Nataka wapigie kionjo kidogo ndo watambue bwana mimi niko na Nasty mami hapa. So kwamba tunapiga tu ma story, pia wewe unaweza kuachania pale wakasikia ile sound ambayo uko nao. So mimi nataka wapige tu kionjo wajue kweli hapa Nasty mami yuko live ndani ya Dizorova TV. Basi nitaimba nyimbo ndo sahihi. Yoyote tu. Sawa. Asilani zaidi yako sioni, upo moyoni, mwengine sitamani, umeniganda akilini,
paka mwenyewe siamini, hivi nashinda ufanye nini ili wewe uwe na mimi. Ninachoomba ni wewe unipe nafasi, unifanye mimi niwe ya kwako almasi. Ebu nihurumie, naumia mie, nakupenda wewe, sioni mwingine, forever ni wewe tu. Nakubali. Huyo hapo ni Nasty Mami. Oya, wako sawa kumuita bwana Zuchu wa Kisauni bwana. Mimi naona unyama ni mwingi sana na upiga sana huyo Nasty Mami. So enda pale, fika katika mitandao yote ya kijamii kama Nasty Mami. Fika pale YouTube, fika pale TikTok, Facebook, Instagram, katika mitandao yote ya kijamii unampata pale kama Nasty Mami. Mimi hapa napatikana katika mitandao yote ya kijamii kama Dizorova. Make sure unafika pale YouTube kusubscribe ndani ya Dizorova TV. The man behind the camera anajulikana kama Mswazi. Jamaa ambao wanafanya unyama kabisa. So until next time guys, mimi napenda sana. Ciao.